Yohana sura ya 14. Kama kuna mtu atakuwa ananisaidia pia kusoma kwa haraka. Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 15 na 18. Biblia yangu inasema Yohana sura ya 14 kuanzia 15 mpaka 18. Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Sema atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala umtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Mstari wa 18, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa anasema namna ambayo kanisa litaweza kuendelea ikiwa hata yeye hata kuwepo. Bwana asifiwe. Mitume wakati huo hawajakaa na Yesu muda mrefu. Bwana Yesu ameanza huduma yake akiwa na miaka 30. Haleluya. Amekaa na kanisa miaka mingapi? Kwa sababu baada ya miaka 33 ndio anafariki. Unaweza ukashangaa ni namna gani iliyowezesha mtu aliyekaa miaka 3 duniani akihubiri, kwa sababu amehubiri miaka 3, miaka yote 30 alikuwa hajafanya chochote. Miaka 2000 iliyopita mpaka 2000 ya sasa injili inaendelea kusogea. Watu walihubiriwa, sisi tumeipokea na itaendelea kutembea. Mtu aliye miaka 3 alisema maneno mpaka leo yanadumu, yanaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wameanza biashara, alikuwa na wazo zuri, lakini baada ya muda mfupi linakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho kinafanya sustenance iendelee kutokea, watu waendelee kudumu, ni kwa sababu upo mfumo ambao Mungu aliuandaa kwa huo pekee. Mambo yanaweza kuendelea kwenda baada ya muda. Vipindi vitapita. Sababu ya pekee itakayosababisha wewe na familia yako, hiyo biashara ya familia, biashara unayoifanya, hata baada ya muda iendelee kubaki. Biashara za watu wengine ya kwako itabaki, ni kwa sababu kuna nguvu ama mfumo ambao Mungu anauweka kwa ajili ya kusustain hiyo biashara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema hivi, Mungu anatarajia kuwa kila mtu aliyeokoka atembee ndani ya uweza na nguvu za huyo Roho Mtakatifu. Kwa sababu anasema mimi naondoka, lakini ninawaachia msaidizi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mantiki nyingine anasema mimi ninaondoka, msipokuwa na huyo msaidizi mjue ndio mtabaki kuwa wakiwa. Haleluya. Si unaelewa? Anasema hivi, nami nitamwomba Baba, mstari wa 16 Yohana 14, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. 17 anasema ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala umtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Kwa wengine Yesu anasema kama Baba hata mtuma huyo Roho, nyinyi mnabaki kuwa yatima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata kama atakuja msipompokea, bado mnabaki kuwa yatima. Na kama atakuja mkimpokea na msijue jinsi ya kutembea naye, mnabaki pia kuwa yatima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watoto ambao wamefiwa na wazazi wao, au waliona ndugu waliokuwa wanaweza kuwalea na kuwasimamia maisha yao wameondoka, kitu cha pekee kinachobaki kama tumaini kwao ni wale watu wanaobaki kuwasaidia. Asifiwe. Huyo mtu asipokuwepo, hao watoto wanakuwa watoto wa mtaani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu cha pekee ambacho kinaliongoza kanisa, kinachoweza kumfanya mtu aliyeokoka akaendelee kubaki katika wokovu. Umeokoka miaka hiyo yote, nguvu inayoenda kuendelea kukufanya uendelee kusema kila siku Yesu ni mwema. Majaribu yanatokea, unasema Yesu ni Bwana. Kila siku unalitaja jina la Bwana Yesu. Ni huyu Roho anaitwa Roho Mtakatifu. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 anasema basi enendeni kwa Roho. Enendeni kwa nini? Kwa Roho. Anazungumzia masuala ya kutotimiza tamaa za mwili, lakini anasema enendeni kwa Roho. Kwa Mungu ni kweli anatarajia kanisa lienende kwa njia ya Roho. Siku ya Ijumaa nikawa nafundisha kwa habari ya kutembea na nguvu za Mungu, lakini kuyafanikisha maisha yako kupitia kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati naendelea kutamani kufundisha lile somo ambalo tunaendelea siku ya leo, Bwana kanishirikisha moja kwa moja niende kunena kwa lugha. Nilikuwa nataka nikufundishe hiki kitu ile siku. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata muda mzuri sana wa kuomba. Sasa nikawa nasema jibu la maswali, jibu
lako wewe kwenye kila kitu ambacho unaweza kukitarajia ukiwa umeokoka linapatikana katika Roho Mtakatifu. Biblia haitoi jibu jingine lolote. Yesu alikuwa anajiita yeye ni mwanga wakati yuko duniani. Ila sasa hivi anasema wakati yeye ameondoka sisi ndio mianga. Lakini Kristo anasema hamwezi kuwa mianga isipokuwa huyo Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Iliwabidi hata mitume waliokaa na Yesu wasiruhusiwe kwenda kuhubiri. Yesu akiwaambia kabisa, hamtaenda, kaeni Yerusalemu mpaka mtakapofika uweza kutoka juu. Kumbe ili uweze kufanikiwa kufanya jambo lolote, Kristo atasema sawa, umeokoka. Sawa, unaamini, lakini kitu cha kufanya subiria Roho Mtakatifu aje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, una biashara, umekuja na wazo zuri. Sawa, unafanya jambo fulani, lakini usilifanye isipokuwa Roho Mtakatifu amefanyaje? Amekuja. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema kutoka kwenye kile kitabu cha Luka. Bwana Yesu asifiwe. Sura yake ya kwanza, mstari na 4:35. Mariamu anauliza, anasema Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mariamu anapatwa na malaika, anamtokea, anamwambia, ndiyo neema unayo. Utamzaa Yesu ndio. Lakini jinsi gani utamzaa Yesu? Atakayesababisha uweze kumzaa Yesu kwa njia hasionekani, mipango ya kibinadamu, akili za kibinadamu hadikizi vigezo, ila anasema jibu ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wazima mnaelewa hapa. Ili kwamba mtu aweze kupokea mimba, mwanamke aweze kushika mimba, lazima kuwe kuna contact ya baba na mama. Bwana asifiwe. Lakini inakuja kuvunjwa hadi sheria ya kawaida, kanuni za kiroho. Anasema jibu linaloweza kuvunja kanuni za kiroho, ukisema 2 + 2 ni 4, iwe 2 + 2 16. Anasema Roho Mtakatifu anaweza kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali fulani katika kile kitabu cha Ezekiel sura ya 4 mstari wake wa 6, anasema si kwa nguvu wala uweza. Zekaria sura ya 4 mstari wa 6, anasema si kwa nguvu wala uweza, ila ni kwa Roho. Ezra-Babeli sema Bwana. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe Roho Mtakatifu ndio kitu cha pekee ambacho wewe kama Mkristo utakiwi kukikosa. Inatakiwa iwe shauku yako. Ukiwa unaishi katika Ukristo, unatakiwa uwe una uhakika ndani yako kweli, mimi Roho Mtakatifu ni nani? Kwa sababu kulingana na maandiko, usipokuwa na Roho Mtakatifu, hata kama uliokoka, huwezi kwenda mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao tunaenda mbinguni, haleluya. Roho Mtakatifu naye. Majibu yanakuwa machache. Nimesema tunaoenda mbinguni, haleluya. Kwa imekuwa mingi. Tena umerudia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Bwana akaniambia nije kusema na wewe. Usema kwamba kwa nini unamhitaji Roho Mtakatifu? Ijapokuwa yeye ni jibu la mambo yote, kwenye kila kitu unamhitaji Roho Mtakatifu kwanza ili uweze kusonga kama Kristo. Somo langu linasema kutembea katika Roho ili kuitunza imani ambayo tumepewa mara moja.